Naam, karibu tena. Tunaingia kwenye awamu ya tatu na ya mwisho ya makala ya Kioo cha Hoja, hii ikiwa ni sauti ya mwananchi. Unapofahamu, katika kipindi chetu tuna sehemu yetu ya mshabongo, kujaribu kuona unavyoelewa swala ambalo tunalijadili. Chris alitangamana na Wakenya wakazi wa Nairobi, tuwasikize kwenye sehemu yetu ya mshabongo. Nitajie huduma tatu zinazotolewa na NTSA. Huduma tatu NTSA. Kuangalia the safety, inaangalia usalama barabarani, kuhakikisha kuwa madereva wanafuata sheria barabarani. Second is to give a licensing, and then the third is to maintain road safety. License, driving license, that's one inajua. They check for on overspeed. The second thing ni overcrowd kwa gari. Mkurugenzi wa NTSA anaitwaje? Sijui. No idea. I don't know. Mimi nimesahau jina yake. Bro, sijui. Usikue hivyo, hizo ndizo maswali ulikuwa unaniuliza. Profesa Kithure Kindiki ni nani? Head of security something. Si ule wa ni security. Education. Interior, the CS of Interior. Kithure Kindiki is the internal CS for internal security. Ndiye anadeal na criminals wenye wanasumbua watu huko, wanaibia watu mifugo. Waziri wa uchukuzi anaitwaje? Pass. I forgot the name. Picha inakuja lakini jina inapotea. Uchukuzi ni nini? Wewe umeenda Kiswahili bana, sikuelewi. Huyu mwenye alianguka na ndege anaitwaje? It's called Murkomen. Murkomen. Nitajie mbinu tatu za uchukuzi. Uchukuzi wa umma. Elaborate. Pass. First we have a road. Air, road, railway. Naweza tumia hewa, kuna reli na kuna maji na barabara. We have air. And then we have water. Naam, ni sehemu yetu ya mshabongo ambayo inakujia kila siku ya Alhamisi. Wacha niulize. Na dakika moja, maswali ni matano. Uko tayari? Niko tayari. Haya. Nitajie huduma tatu za NTSA. Huduma tatu. NTSA. Moja ni ya licensing. Road safety. Na Unataka kumsaidia? testing. Msaidie. Testing. Wengine? Huduma tatu ya NTSA, moja ni kuregulate. Yafaa wa regulate, watengeneze policies. Naam. Na pia ku make sure that tunapata madereva wanapata leseni na pia magari zetu zinapata leseni. Haya, swali la pili. Mkurugenzi wa NTSA anaitwaje? Msaidie. Anaitwa Mr. George Njao. Aha. La tatu, Profesa Kithure Kindiki ni nani? Eti ni yule anashika watu wanatuibia nini? Profesa Kithure Kindiki ni nani? Kithure Kindiki, Minister of Internal Security. Haya. Waziri wa uchukuzi anaitwaje? Mr. Murkomen. Na unajua hili swali tumeliuliza vipindi viwili vinafuatana na Wakenya bado hawapati. Inashangaza sana Wakenya hawajui mawaziri. Wengine hawajui. La mwisho, nitajie mbinu tatu za uchukuzi wa umma. Kuna umma. Kuna public service, public transport. Gani? Matatu. Kuna ya ndege. Hata kuna ya meli. Hata pikipiki. Pikipiki, baiskeli, hata punda. Huko kwenda Awamu wanatumia punda. Lakini kuna kazi. Hii Kenya kuna kazi kwa sababu mara nyingi tunawauliza mawaziri, hakuna wanaojua mawaziri. Unasikia kweli tuna kibarua. Hata nisiseme mimi, viongozi mna kibarua. Kwa hivyo suluhu ya kudumu iwe gani katika swala zima la ajali? Umetutajia zile clinics ambazo mnazifanya. Umetaja kuleta urafiki baina ya asasi ambazo zinahusika. Umesema misako haitasaidia. Lingine ambalo unaona litaleta afueni ni gani? Lingine lile litaleta afueni ni sako zipewe nguvu. Sako na makampuni zipewe nguvu
NTSA waache kudili na wale wenye magari, wadili na sako, na pia polisi. Tungesi polisi ukitokea shida waweza kuita sako chairman, waweza kuita sako officials, wakae nao chini, na kila mwezi tuwe tunakaa chini tunaangalia shida iko pande gani, na tuwe tuna information, tuwe tuna share information. Kwa sababu unapata huyu dereva amefanya ajali leo hapa, ameenda kwa ile sako ingine, na bado polisi anamuona tu huyo dereva kwa barabara. So kuendelea mbele ni lazima tukuje sisi wote pamoja kama Wakenya, tuone vile tutashare information na tuweza kusaidia vijana, because majority of wale wanaendesha magari zetu ni vijana. Na kuna unemployment kwa hii nchi, na tungesi serikali ikae chini na sisi tuone vile tunaweza kuendelesha mambo ya kuendesha magari ndio tuweza kuenda mbele. Haya, shukran. Jared akiwa Kilifi. Hujambo, asante sana kwa kutazama. Pole, awali sikuwa nikikupata. Hisia zako ni gani? Ni vipi tunaweza kudhibiti ajali barabarani? Naam, Jared? Nakupata habari za jioni. Salama sana. Naam. Kuna mahali naam. Jared, umewasha televisheni yako? Sijawasha televisheni mzima. Naam, endelea sasa. Kuna mahali kulingana na mimi ni dereva. Naam. Nilikuwa kwa matatu. Naam. Nikatoka karibu na pale na kutoka. Naam. Iko hapa upande wa matatu ni tunaita chama. Tunaita chama. Na kabisa watu wanajua kwamba tunaita chama. Ile gari ambayo na kitu kingine kuna barabarani, kuna wale madereva baadhi ya madereva wa haraka. Naam. Asante Jared. Kidogo simu yako ina hitilafu kidogo, lakini tumekupata. Umesema tatizo kubwa sana ni magari mabovu ambayo yapo barabarani, endapo nimekupata vizuri. Vile vile tuko naye Daniel akiwa Athi River. Daniel, asante sana kwa kutazama kipindi chetu. Hisia zako ni gani? Unadhani suluhu ya kudumu itakuwa gani katika kuzuia ajali humu nchini? Suluhu ya mimi naona. Naam. Maskari kwa barabara. Naam. Wale maskari ndio wanakuta rusha mingi, unaona kama dereva anachukua kwa taifa. Sasa kikosi hapa na watia ndio wanataka. Sasa hiyo tunalaumu polisi ndio mimi naishi hapa Kenya. Naam. Na nje atriva ukijana. Wale maskari karibu. Naam, asante Daniel. Nadhani umesema kwamba tatizo kubwa sana ni maafisa ambao wako barabarani. Tuko na kamanda wao hapa, atatueleza wameweka mikakati gani kuzuia masuala ya mlungula kwa mfano, ili kuhakikisha kwamba maafisa wanajukumika namna ambavyo inastahili. Mmoja vile vile hapa anasema NTSA haitasaidia bali itaongeza ajali. Mwingine anasema wakati mwingine mnalaumu drivers bure. Angalieni hata barabara hazina michoro. Usiku ukiendesha gari inakuwa ngumu kwanza, kama kunanyesha huoni mwisho wa barabara, haina line yoyote. Mwingine anasema hujambo Zubeda, si jambo. Ufisadi tu. Uliza afisa kwa nini askari wanachukua hongo hadharani bila uoga. Mwingine anasema madereva wa malori hawajali wenzao barabarani. Ni Michael Nyamai akiwa Katangi Machakos. Mwingine anasema polisi na NTSA ni kuokota pesa kwa magari. Tulete EACC boss aeleze wa Kenya ni hatua gani wanachukua polisi, wanawachukulia polisi kwa kuokota hongo na kuchangia ajali barabarani. Mwingine anasema magari kubeba kupita kiasi na kuhonga polisi. Mwingine anasema Luka Witaba Walungango niko ndani pamoja na Zadok. Asanteni sana kwa kutazama. Mwingine anasema Solomon Wanyonyi
kwenye huyu anazungumza hajawakilisha madereva vizuri. Unaelezwa kwamba hujawakilisha madereva vizuri kwa sababu ukweli usemwe. Dereva target wanazowekewa ndio inaumiza madereva. Anasema hapo ndio shida iko. Hizo target mnazowekewa. Mwingine anasema naonelea kila chuo, shule au kanisa kuwe na kiongozi safarini ambaye anajua sheria za barabarani ili awe controller wa driver kila wakati. Ni njao. Nitasoma jumbe zaidi. Bwana Kamanda, umesikia maafisa wako wanatukumiwa sana. Hata yule mpiga simu aliyesema kule Kitengela kuna tatizo kubwa. Haya malalamiko mmeyapokea na mnapoyapokea mnayashughulikia vipi? Na unadhani suluhu itakuwa gani? Kwa sababu Wakenya wanaonekana kupoteza imani na maafisa wanawatuhumu kwa kupokea hongo. Asante. Hii mambo ya hongo ama corruption, it is either way. The giver and the receiver wote wamefanya hatia. Sisi kama idara tumepeana very strict, very stern instructions to the commanders on the ground kwamba hiyo tabia ikome. Hivi karibuni tumekuwa tukitoka hata nje sisi wenyewe kutoka police traffic headquarters tunaenda kuhakikisha kwamba tuone vile wanafanya kazi. Kila mtu, hawa askari, kila mmoja wao anajua kwamba kuchukua hongo ni makosa and it is a punishable act or offense. So wakati yeye anajihusisha na hiyo tabia, yeye mwenyewe ana risk kazi yake. Kama sio kushikwa na kupelekwa kotini, hata sisi kama department tuko na njia za ku deal na wao, departmental measures. So in fact tumepeana instructions, now we are following tuone vile wanafanya kazi. Hata wakisikiza saizi wanajua hiyo ni makosa. Mtu akishikwa ataumia peke yake, either tupeleke kotini ama to deal na yeye departmentally. Tunashirikiana na idara kama EACC na DCI to root out this menace. Naam. Na kwa sababu kuna mmoja hapa nitasoma swali lake, anasema Zubeida, mkiwa na wageni hamjambo, hatujambo. Anasema kwamba hata mkitrain mwaka mmoja haitakuwa ni suluhu. Suluhu ni kuchange mindset na vile vile watu kuwa na courtesy na kuwa wavumilivu, wenye utulivu barabarani. Na ni muhimu sana kuwe pia na SMS number ambayo mtu anaweza kutuma alert katika barabara tofauti. Ni Andrispa mama yao akiwa Githurai 45. Hasa mtu akimpata afisa anapokea hongo au afisa ambaye hafuati sheria katika kuendesha kazi yake, anastahili kuchukua hatua gani? Kuna nambari ya simu ya kupiga au SMS? Nambari za simu za kupiga. Anaweza kuripoti straight away kwa EACC. Anaweza kupiga ta 99 yetu ile ya polisi. Kuna njia nyingi za kuripoti na tuna encourage hawa wawe wanaripoti hawa askari ili tuweze kupigana na hii janga. Na bila shaka vile ambavyo imejitokeza kwamba wakuhonga na wakuhongana wote ni wanatekeleza makosa. Kwa hivyo ianze na sisi, mimi na wewe, sio? Na vile vile kuripoti wale ambao wanapatikana wanapokea hongo. Mmoja anasema, Zubeda, nataka kuambia Wakenya wote mahali walipo, suluhisho ya kupunguza ajali barabarani ni speed governor. Amini usiamini, ukweli sio magari mabovu ama mzee. Tazama vizuri uone magari mengi yanayofanya ajali ni mapya na ya hali nzuri. Tusipofuata mbinu za kuweka speed governors, tutaimba wimbo mmoja labda mpaka Yesu arudi. Naitwa Jacob John kutoka Kitengela. Mwingine anasema Albert Misiko, nadhani hiyo ni tofauti. Iwapo unataka kuzuia ajali barabarani, please, number 1, stop corruption.
Mwingine anasema la pili, kuhakikisha kwamba madereva wote wanakuwa trained, na hakuna kingine ambacho kitawahakikishia Wakenya usalama barabarani bila kuzingatia hayo. Mwingine anasema ajali zinasababishwa na kutotii sheria, sana sana overtaking carelessly, na waendeshaji pikipiki ku overspeed kupitia lane mbaya, ni Obadia akiwa Thika. Mwingine anasema maaskari hawafanyi kazi zao ni hongo. Anasema wengi wao wanaandamwa tu na hongo peke yake. Mwingine anasema kwa nini pale Kasarani Pangani police station kuna zaidi ya maafisa 200 wa trafiki kwa roundabout, na ajali nyingi zinatokea kwa highway. Ni lini mlisikia kwamba kuna maafa ambayo yanatokea Nairobi? Najaribu kutafsiri kwa Kiswahili. Kuna maafisa wa trafiki 200 Kasarani huko. Wanafanya nini? 200 haiwezekani kwa sababu hata station moja haiwezi kuwa na, on average we have got 20 to 50 kwa roundabout moja. No, kwa station mzima. So wote hawezi hata kwa roundabout. Hiyo vile aliona, mimi sijui kama aliona nini. Umewasikiza Wakenya. Wao binafsi unadhani tuanzie wapi katika kudhibiti hali? Kwa sababu kuna mmoja anasema, wengi wamesema kwamba katika zile jumbe speed governor zirejeshwe, sheria za mishuki, bado mnavaa uniform. Kulikuwa na vitu vingi tu ambavyo vilikuwa vikitekelezwa, mishipi na kadhalika, lakini sijui kama bado vipo. Unadhani pia hilo litasaidia? Okay, mambo ya speed governor, nafikiri magari mingi kwa barabara ziko na speed governor. Na nafikiria kuna ile checking inafanywa na watu wa NTSA. Kuna wale inspectors wale wako kwa NTSA na wanaweza kuchunguza kama gari haina speed governor. Kwa hivyo magari mingi zetu ziko na speed governor. Kwa kuendelea tunasema mambo ya driver training. Hiyo itaweza kusaidia sana mambo ya kurudisha ajali chini barabarani. Na pia tungeomba abiria wakiona kuwa kuna polisi anakula rushwa, waweze kuchukua picha na waweze kutuma. Saizi sisi kama chama tunafanya kazi na Anti-Corruption Authority. Tumekuwa tukifanya nao kazi, kama kuna shida mahali tunawatuma na wanaweza kukabiliana na wale maafisa wanachukua hongo. Na tukisimamisha hongo, vile tumesikia mmoja wao amesema, pia itaweza kusaidia kabisa, kwa sababu hongo imetuharibia maisha yetu kwa biashara zetu kabisa. Na pia kitu ingine tunasema kuwa kwa kuendelea tukue na ile tunaita cashless. Tuondoe pesa kwa magari. Because hii pesa conductor anacheza nayo kwa gari, ndio anachukua anapatiana dereva, anapatiana polisi. Tunaomba serikali kwa kuendelea mbele through NTSA, sheria ya cashless iko, waweze kuenforce hiyo sheria. Tukue na cashless, gari mingi za kuenda nje ziko na cashless, so that tukitoa hiyo mambo ya pesa ndani ya gari pia itapunguza ajali barabarani. Naam, mmoja hapa anasema kwa maoni yangu NTSA na traffic hawawezi kuzuia ajali. Sisi kama madereva tuko na haraka na ignorance. Waweke makamera kwenye barabara kama nchi zingine, mostly kwenye black spots. Lakini kama ni NTSA na traffic, hiyo ni kitega uchumi. Aswa, unadhani wewe kama dereva, kwa sababu uko barabarani kila siku, unaona suluhu itapatikana, tuanzie wapi? Kwanza naunga mkono ambaye amesema hivyo, kwa sababu kienda kamera ambazo zimewekwa area na kutoka Kinungi kwenda Naivasha zinafanya kazi vizuri sana. Wakiweka hivyo itakuwa sawa. Ya pili ni kuhusu fine za kotini. Corruption ndio ipungue, fine za kotini wateremshe. Kwa sababu dereva ataona badala yule nikihonga watu kwa barabara kwa kitu kidogo, afadhali ni pesa serikali pesa. Na yule askari hata kuwa kila siku akikusubua bure. Kwa hivyo fine ziteremshwe, afadhali serikali ipate pesa kupitia hiyo njia. Nao polisi wataacha hii mambo ya hongo itapungua. Kwa hivyo ningesupport hiyo na ingine ya kotini. Na wengine wamesema hakuna matuta, barabara hazina michoro, hasa kunaponyesha hamuoni barabara. Na vile ambavyo waziri amependekeza mfanyiwe utafiti wa kimatibabu na mkaguliwe upya. Unadhani hilo pia litasaidia? Mimi sioni hiyo ya kukagua ikifanya kazi. Hiyo imeanza, hiyo ni kudhulumu. Kwa sababu utaanza kuambiwa ati macho yako haoni. Na saa hiyo kama mimi nimeendesha magari miaka 32 na yule kijana anakuja kunifanyia test, ameendesha gari miaka 2. Si mimi na yeye nani yako na experience?
anakuja kuniambia yeye anaenda anajua kuendesha gari vizuri. Naam. Kwa hivyo kuna shida kwa ya matamshi ambayo Malcolm alisema. Kwa ufupi sana kwa sekunde kama 10 kwa sababu tunamwona Ashley yuko tayari na taarifa. Wengi wanasema hakuna michoro na bumps hakuna, ndio sababu kuna changiwa zile ajali. Unadhani ni kweli? Na hizo hayo mapendekezo ya waziri unadhani yatasaidia kwa sekunde kama 10 tu? Mimi naunga mapendekezo ya rais kwa sababu itafanya kwanza wengine wale wako na magari mabofu, they will keep off the road. That is in fact without even police coming in or the NTSA. So they will just keep off the road. And then bumps, michoro. Bumps na michoro zinasaidia. Hasa Nairobi hapa ukienda njia kama kutoka roundabout ya Hellslasher ukielekea Moi. Moi. You will find watu wanapita left right. Hakuna ukiwa na gari ukifunga jicho hivi basi tarajia chochote. So hizo michoro ni itasaidia sana, and we would want to encourage the county government of Nairobi, especially Nairobi. We start with Nairobi, that at least places should be we should have designated places where watumiaji abiria, pedestrians, they should use that part to cross. They should also, and we as a department we have discussed, pale serikali imepeana footpaths. Members of the public must use those footpaths. And hivi karibuni tutaanza hata kushika hao wenye wanaruka barabara kwa sababu tumeona pia zinachangia ajali. Asante sana. Gifinalis Baraza Charles ni naibu kamanda wa trafiki. Asante sana kwa muda wako. Albert Karakacha ni rais wa muungano wa wamiliki wa matatu. Asante kwa muda wako. Na Mwangi wa Hirari, jina unique sana, ni dereva Forward Traveler Sacco. Asante sana kwa muda wako. Na pia muangalie barabara ya Mombasa, mahala abiria raia kupita hakuna, wanateseka sana. Kwa hivyo hilo lizingatiwe. Na muona dada mzuri Ashley Mazuri studioni na taarifa za KTN Prime. Naomba nimpishe. Mungu akijalia tuonane kesho. Usiku mwema.